Asubuhi ya leo na siku hii njema ambayo Mungu ametupa katika maisha yetu, tunalo neno hili la uzima ambalo Bwana anazungumza ya kwamba Ibrahim, baba yetu wa imani, kwa imani Ibrahim alipoitwa aliitika. Alipoitwa aliisikia sauti ya Mungu, akaitika, akaitii. Sauti ya Mungu inapozungumza katika maisha yako, Mungu anataka uisikie. Alipoitwa Ibrahim aliitika. Aliitika kwa kuisikia. Alipoisikia akaitika, akatii. Akatii ile sauti ya Mungu. Akatoka mahali pale, akaenda mahali asipopajua, lakini kwa kuwa sauti imemwambia aende mahali asipopajua, ambapo ndipo penye urithi wake. Kila itwapo leo tunapoamka ni siku. Na kila siku imebeba vitu ambavyo huvijui. Hata kesho imebeba vitu ambavyo huvijui. Lakini Mungu anakuambia inuka, kaza mwendo, songa mbele. Anataka uisikie hiyo sauti, anataka uitii hiyo sauti. Na sauti ya Mungu ni neno lake analozungumza kupitia vinywa vya watumishi wake, vinavyosema usiogope, vinavyosema songa mbele. Haijalishi changamoto unazoziona, haijalishi utata wa usioyajua yaliyoko mbele. Ikiwa Ibrahimu ni baba wa imani kwetu, na asubuhi ya leo neno hili linatuambia katika Ibrania hii 11 sura ya 11 mstari wa 8. Kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika. Ikiwa Ibrahimu ni baba wa imani kwetu, na asubuhi ya leo neno hili linatuambia katika Ibrania hii 11 sura ya 11 mstari wa 8. Kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika, atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi. Akatoka asijue aendako, lakini hajui aendako, lakini anaongozwa na Bwana. Na mwaka huu tumesema jambo la kwanza, uongozwe na Bwana. Uwepo wa Bwana utembee pamoja na wewe katika maisha yako, katika kazi zako, katika biashara yako, katika elimu yako, katika safari yako, katika maisha yako kwa ujumla. Hakuna mahali ambapo utasema sasa nimekwenda kanisani ndio kuna Mungu na nyumbani hakuna Mungu. Hapana. Uwepo nyumbani una Mungu, uwepo kazini una Mungu, uwepo barabarani una Mungu, uwepo kila mahali. Hilo ndio jambo la kwanza ambalo hapa tunasema akatoka asijue aendako. Ni ukweli usiopingika. Hakuna mtu ajuaye kesho. Hakuna mtu ajuaye masaa mawili matatu yajayo nini kitatokea, lakini tunayaendea kwa imani. Amen. Tunamwamini Mungu ya kwamba yupo, na tunapotoka na kusafiri tunaamini ya kwamba tuendako tutafika. Amen. Kwa sababu tuna Mungu atulindaye. Katika maisha yako asubuhi ya leo nikwambie ya kwamba Mungu anazungumza na moyo wako kupitia neno hili ya kwamba ukiwa na imani yote yanawezekana. Itii sauti ya Mungu inayozungumza na maisha yako. Kila mahali ulipo Mungu yupo. Kila mahali ulipo Mungu yupo. Na kwa nini tunasema hivi? Kwa sababu Ibrahimu alipoitwa aliitika, akatoka mahali pale atakapopapata kuwa urithi wake, akapaendea. Akatoka asijue aendako. Mstari wa 9 unasema kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye wa ahadi ile ile. Maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi, ambao mwenye kuubuni na kujenga ni Mungu. Sasa nikwambie, maisha yako yote, mwenye kuyabuni maisha yako ni Mungu. Mwenye kuyajenga maisha yako ni Mungu. Kwako wewe linalotakiwa ni kumtumainia
Mungu. Sawa kumtumainia Mungu. Umtumaini Mungu kwa sababu Mungu anakuwazia yaliyo mema. Sawa na Yeremia, ninajua mawazo ninayowawazia nyinyi ni mawazo mema ya amani, kuwapa nyinyi tumaini. Kwa hiyo asubuhi ya leo, mambo ambayo ni ya muhimu kwangu mimi na wewe ni kwanza, tutii sauti ya Mungu. Unaweza ukasikia sauti ya Mungu, na maandiko yanasema ulimwenguni humu muna sauti mingi, kuna sauti nyingi na kila moja ina maana yake, lakini sauti ya Mungu inatofautishwa na sauti nyingine zozote. Sasa isikilize sauti ya Mungu, itii sauti ya Mungu. Kama Yona aliisikia sauti ya Mungu, hakuitii, akashindana na sauti ya Mungu, lakini bado Mungu alishinda. Yona hakushinda. Kwa hiyo mimi na wewe tuna sababu ya kujifunza. Hata tunapomwona mtu wa Mungu kutoka Yuda, kwa neno la Bwana alisikia sauti ya Mungu, akaenda Betheli. Hata alipopeleka ujumbe ule wa neno ya Mungu kwa mfalme Yeroboamu, bado baadaye alisikia sauti ya nabii mzee, akadanganya. Sasa mimi nakwambia leo, isikilize sauti ya Mungu, itii sauti ya Mungu, ina hatima ya maisha yako. Hata kama hujui kesho, lakini Mungu anakutia nguvu kwa neno lake kukwambia kesho yako ni bora. Kukwambia unalo tumaini, unao ushindi, utashinda, maana yeye Bwana yuko pamoja na wewe. Lakini katika maisha tumeona pia jambo la pili, ya kwamba Mungu akupe watu sahihi. Watu sahihi wa kufanikisha ndoto zako. Tunamuona ya kwamba Yona alikuwa ni mtu wa Mungu, nabii aliyopewa neno na Bwana, aliyosikia sauti ile, ni sawa kabisa. Lakini huyu mtu akakataa kutii sauti ya Mungu. Kutokea pale hakuwa mtu sahihi. Hata alipopanda katika merikebu ile, alipopanda kukimbilia kwenda Tarashishi, si ni sawa alipanda kwenye meli ikiwa na watu wakiwa na misheni mbalimbali za kwenda katika biashara maeneo ya Tarashishi huko, na ilikuwa ni kawaida, meli huenda hurudi. Lakini siku hiyo ilikuwa siku ya tofauti, kwa sababu alipanda mtu ambaye hakuwa mtu sahihi, ambaye tayari amemkorofisha Mungu, na huyu mtu aliwaletea maudhi mengi katika safari yao. Tunaona pale ya kwamba mara upepo, Bwana akautuma upepo ukaanza kuleta dhoruba kali, hata merikebu ile ikaanza kuyumba na kutaka kupasuka. Wakaulizana kwamba leo kuna nini? Kuna mtu ambaye si wa kawaida humu ndani. Walipomuuliza akasema, mimi ni Mwebrania na mimi nimekiuka maagizo ya Mungu. Sasa tufanyeje? Tunaona ya kwamba hata yeye mwenyewe alishauri ya kwamba wamtupe katika bahari, si ni sawa Lakini nahodha pamoja na watu wenzake wakataka tena kuungana naye kumwokoa. Na hiyo pia inatufundisha katika maisha yetu ya kwamba moja, tusipingane na kusudi la Mungu. Lakini jambo la pili, usisaidie mtu katika njia ya kutokumtii Mungu.